Ni nani ambaye anaweza kafufua mtu aliyekufa siku 4? Sema baba. Toka nimezaliwa mpaka nafikia umri huu. Ndio. Ikiwa kuna mtu ambaye anajua ana nguvu za kimungu. Yaani anajua kabisa kwamba ana nguvu za kimungu. Haijalishi ni mtume, haijalishi ni nani, haijalishi ni nani. Ndio. Aende pale kwenye makaburi ya Sinza. Wewe aseme sasa, sikilizeni, ninataka nimuite huyo aliyelala hapa. Ninataka nimuite huyo aliyelala hapa aweze kuamka. Akiamka na hama dini, nitahama dini. Hataweza, maana ule muujiza ni wa ajabu. Yale yote ambayo aliyafanya Yesu alikuwa anafanya kukudhibitishia ya kwamba alichokibeba ni kitu gani. Ndio maana hata watu wakamwambia, oh Yesu, sikia, wewe ni mwalimu mwema. Maana hakuna mtu yoyote anayeweza kufanya mambo hayo fanyayo wewe isipokuwa Mungu yuko pamoja na wewe. Maana yake waliona hata Mafarisayo ya kwamba tumeona wengi waliofanya miujiza, lakini huyu mwamba ni kiboko, huyu hatari. Huyu alikuwa anaitwa Nikodemu. Huyu Nikodemu ni mkuu wa Wayahudi, ndiye aliyekuwa anaongoza Wayahudi. Lakini alimfuata usiku akasema, Yesu mwalimu mwema, sikia nikwambie, kweli wewe umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu yoyote anayeweza kufanya hayo unayoyafanya wewe kabisa isipokuwa Mungu yuko pamoja na wewe. Akaanza kumweleza kwa habari ya ubatizo. Sasa leo sipo kufundisha kwa habari ya ubatizo, leo nipo kukufundisha kwa mamlaka alionayo Yesu na kumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni mamajusi ambao walipaswa habari wakiambiwa yuko aliyezaliwa. Maana walipoangalia namna hii wakaiona nyota mashariki inang'aa, wakasema hapana, hii nyota hatujawahi kuiona. Kweli zipo nyota nyingi sana, ndio, lakini hii nyota sio ya kawaida. Hii nyota sio ya kawaida. Wakina mamajusi walikuwa ni watabiri, wakaanza kuifuatilia ile nyota, wakafika mpaka kwa mfalme Herode, wakauliza yuko wapi huyu mfalme aliyezaliwa? Imagine wanaenda kwa mfalme, wanamuuliza mfalme, yuko wapi mfalme aliyezaliwa? Acha nikwambie mwana wa Mungu, Yesu Kristo anapozaliwa anakuta yuko mfalme Herode. Yule mfalme Herode anaitwa mfalme wa nchi fulani, lakini huyu Yesu ninayemzungumzia ni mfalme wa dunia. Mfalme wa dunia. Mfalme wa dunia. Mamajusi walipoona ile nyota, wakaifuata ile nyota mpaka mahali alipozaliwa. Biblia yangu inaniambia Mathayo 2 aya ya 11, Biblia yangu inaniambia wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Kama walimsujudia wao, hata na sisi tumsujudie. Kama walimsujudia Yesu, mimi namsujudia, na mimi namsujudia. Kisogea mistari ya mbele, wakatoa sadaka, wakatoa manemane, wakatoa tunu, wakatoa vitu vya samani. Maana amezaliwa King of Kings, mfalme wa wafalme. Haleluya! Mimi niko mahali hapa kwa ajili ya kumtukuza huyo aliyesujudiwa. Huyo aliyesujudiwa, huyo na wakina mamajusi, ndiye ninayemsujudia mahali hapa. Ndiye ninayemsujudia kwa jina la Yesu. Amen. Ikiwa mtu ambaye amezaliwa amesujudiwa, mimi ni nani nisimsujudie? Wewe ni nani usimsujudie? Imagine watu wametoka safari ya mbali, wanamfuata mfalme wa dunia, wamebeba tunu. Biblia inasema wakabeba tunu, wakabeba manemane, wakabeba uvumba. Unaujua uvumba? Ni mafuta ya dhahabu, mafuta ambayo ni ya gharama kubwa. Unaijua manemane wewe? Unaijua tunu wewe? Tunu ni kitu ambacho ni cha samani, mwana wa Mungu. Hiyo tunu nazungumziwa
ikiwa ni kitu cha zamani. Hawakupeleka 200, hawakupeleka 500. Biblia inadhibitisha ikisema wakapeleka tunu, wakapeleka manemane, wakapeleka uvumba. Maana yake ilikuwa mafuta ambayo yana harufu nzuri ya manukato na vitu vya samani. Wakapeleka kwa mfalme wa dunia. Na sisi mchana wa leo tunu yetu tunamtukuza Bwana, tunu yetu tunamwazimisha Bwana, mavumba na manemane tunamsifu Bwana. Haleluya. Basi tuweze kumalizia katika kitabu kile cha Luka 2:7 hadi 11, tuweze kuhitimisha mahali hapo.